Yes, hello kama kawaida kama kawa, welcome again. Karibu kwenye kipindi chako ambacho kipenda. Kwenye microphone ni MB promoter aka Mr. If you like me, I like you. If you don't like me, I don't like you too. That is my real name, unajua. Kama kawaida kwenye upande wa kamera ni CC the Silva, mnyama wangu. Inakuaje bro, uko ni naona umependeza kinoma. Pale pote ambapo lipo, ikiwa Saudi Arabia, ikiwa France, Marekani, Canada, sema yote mnatufuata kwenye Amishow TV, ni pale kwenye YouTube. Unajua kitu gani? Nenda pale kwenye utaona kuna alama ya kengele, bonyeza, utakuwa umefanya nini? Umepata shafu kubwa, utakuwa umesubscribe our channel YouTube. Usisahau kushare na comment pia, tunahitajika. Leo nimekusogezea nini? Mwanamuziki ambaye anafanya nyimbo za gospel. Mara nyingi tunafanya na watu ambao wanafanya profane music, lakini for now niko na mwanamuziki ambaye anafanya nyimbo za Mungu, nyimbo za Injili, kuitangaza Injili ya Baba God dunia nzima. Unajua ni nani? Anaitwa David Wabisa aka Grand Pianiste. Huyu jamaa anapiga piano kila kitu. Bro, karibu tena, inakuaje? Asante sana. Uko poa? Niko poa. Hebu unajisikiaje kwa in the building katika nyumba ya Amishow TV? Ninajisikia donc niko nyumbani. Najisikia raha sana. You are so free, you are at home. Yes. You look so smart, umependeza sana nini? Asante sana, na wewe pia umependeza. Kitambo unajua. Okay. Yes, wapenzi wa Amishow TV, ni Wabisa David. Tutaongea naye mambo mengi sana kuhusiana na kazi zake ambazo anazifanya. Bro, labda ningelipenda nijue kwanza, for now unafanya kazi ya gospel music. Unakuwa mwimbaji sasa. Hapo kitambo ulikuwa kama vile mpiga kinanda, mpiga muziki, mpiga nzenze. Hebu tuambie ilikuwaje mpaka ukafikia kuwa unaanza kuimba na wewe? Au ni ile mauroli sikia au vipi? Hapana, nakumbuka nimeanza kuimba zamani tu, ila sikuwa sijaachia naweza sema kipaji changu nje. Kipaji chako bado ulikuwa unaonyesha kwanza mambo ya kupiga piano, kugusa vinanda. Yes. Kweli. Ndio ukaamua sasa ukaamua kuwa mwimbaji. Kwa nini haukuanza kuwa mwimbaji kabla kufanya vile vya kupiga vinanda? Unajua kila kitu kina mpango wake. Donc Mungu ana sababu, kuna akupitisha kwa kitu juu kuwe huyu juu. Donc kusema ni masomo, ni elimu mtu anapitia. Ndio maana ameona acha kwanza kumpiga kinanda, kesho awe mwimbaji. Kweli kabisa. Ndio. Naona kweli midevu ndio midevu. Midevu. Wengi watakuta kama wewe ni shehe, kumbe wewe ni pastor, wajicho kitu. Mimi ni mwimbaji tu. Kama kawaida. David Wabisa. Hapo kitambo nakumbuka wewe ulikuwa kwenye unafanya kazi na King Plata. Wewe ni mmoja wa watu ambao ulikuwa unampigia King Plata kinanda, sawa? Kama sio siri, for now unajua kama ufanye na Plata. Hebu tuambie ilikuwaje mpaka ukachana na Plata? Naweza nikasema sijaachana na Plata. Plata ni mtu ambaye amenifunza mambo mengi, amenifunza production kidogo. Naweza sema ni teacher wangu na sijaachana naye parce que unaona kuna wengine makazi tunatumika, lakini tunatufanya tuwe busy, ila tujaachana na King Plata, tungali tunatumika naye kwenye Best Way. Best Way label. Na wewe ulikuwepo kwenye Best Way label? Ni ngali ndani kabisa tu tunatumika naye. So tunataka kufahamu hicho kitu. Kwa sasa una nyimbo ngapi kama za kwako ambazo ulishaandika, licha na zile za kusema kama featuring nini ya kwako wewe, kama vile David Wabisa mtu kaenda YouTube anatafuta nyimbo zako, nyimbo ziko kama vile ngapi? Nyimbo zangu nishaandika ni nyimbo 6. Nyimbo 6. Moja inaitwaje? Hebu unazifahamu majina tutajie. Moja inaitwa Bwana Ndiye. Nyingine inaitwa Usikate Tamaa. Nyingine inaitwa Upendo. Nyingine inaitwa Yesu Anatenda. Ndio hapa ulikuja kufanya video hapa mwisho. Yes, hapa tutaongelea baadaye kwa sababu ndio kitu ambacho tuna hamu kubwa kuongelea hiyo nyimbo. Umeona kitu watu wengi walishaiona, baadhi ya comment nimeona nini wana comment kwamba ulifanya vizuri. Watu wanataka watakuja kuhitaji kujua kuhusiana na hiyo nyimbo. So tunakuja kwa nyimbo ambayo ulifanya inaitwa Upendo. Kama sijasahau ulifanya ulirekodi pale Best Way, kama sijasahau ilikuwa bado inaitwa kama Ikigazi Art. Hebu ulikoje mpaka ukaandika nyimbo kama ile? Wakati tunajua kama maisha ya Kikristo watu wengi wana upendo, ilikuwaje tena kwa labda ulikuwa unawakumbusha au ulikuwa ni kitu gani? Unajua kuna kitu kimenituma niandike wimbo. Nipe upendo Mungu tuwe kwa umoja, bila upendo yetu ni bure. Hebu tuambie ilikuwaje mpaka ukaandika wimbo? Wimbo nimeandika wakati nilikuwa kwenye studio tu, nikasikia hiyo maneno nikaona na ni Roho Mtakatifu aliniongoza niambie watu tuwe na upendo. Maana Biblia inasema bila upendo vyote ni bure. Hata wewe muombaji, wewe kitabu gani hicho cha Mithali au kitabu cha Luka?
ndugu mbona tunakuwa Biblia tunaisikia japo tunaifuatilia. Okay. Twende na story. Donc Biblia inasema hata wewe muimbaji au mhubiri kama una upendo vyote ni bure kweli. Sasa nikaamua kuambia watu kuimbia mataifa, donc kuambia kama chochote utakachokifanya kama una upendo vyote ni bure. Yes. Okay, David Wabisa ni mmoja wa wasanii ambao yuko kwenye familia. Wewe ndio mtoto wa kiume kama sijasahau peke yako. Kuna wengine ya na inaonekana kwamba kwenye familia yenu kuna wengi nyinyi wote mnafanya mambo ya gospel music. Ya wote ni waimbaji, wengine ni wa musician ya. Alafu na yule dada yako ambaye ameolewa kule Marekani naye alikuwa ni mwimbaji. Wote ni waimbaji wote kabisa. Alafu pesa yako hata hujapata hakuna pesa ndugu. Kula madala nimesikia alikula madala nini? Hakuna kabisa bro, alafu umetakata nini? Sikia. Wote za bei kali miwani. Hakuna. So mimi napenda sana. You know what? Upendo mimi nifuatilia sana. Ndio. Sawa. Na kwa nini mara nyingi wewe una tabia ya kufanya video? Wewe unafanya video nyimbo moja, nyingine uifanye. Kwa nini una hiyo tabia wewe? Kwa sababu wasanii wa gospel kwa kujulikana bidii ufanye video. Unajua video inakutuma mpaka mtu unajulikana sema hapo wapi. Wengine walikuwa nini wakutambue. Yes. Kwa nini sasa upende kufanya video? Video mimi naitumika, lakini unajua uwezo ndo mdogo. Lakini saa hii ninapenda kuambia watu ambao wako natufuata saa hizi live kama tunaenda kutumika video tena mingi sana za nyimbo zako. Saa hii kuna label ambayo tunaenda kuingia ndani. Ngoja kwanza. Kumbe umeshakuwa na label na wewe? Aya, donc ingali Syria. Lakini haiko siri tena. Basi. Kuna yani una label sasa for now. Na label nina label ambayo imenipokea. Inaitwaje? Cha kushangaza. Tuko kwenye kamera jamani. Mimi ni mtangazaji sawa. Unaona? Mimi mtangazaji alafu mimi na label yangu. Mimi niko chini ya management fulani hivi unaona hii. Wewe unatatuambia uko chini ya manager donc manager wapi? Donc manager wako ni nani? Mimi ni Rehoboth Trust alafu mimi na manager wangu ambaye mimi namkubali sana nampenda sana anaitwa ni King Daniel ambaye anaishi Canada. So mimi sijui wewe labda ukijikuta sasa tuko watoto wa nyumba moja. Ndio unasema tujue kwa sababu mimi sifahamu chochote. Si ndo. Kama sio siri lebo yako ni lebo gani? Unajua lebo yako? Sasa hii ninaanza sema ninashukuru kwanza management ambayo iko na nipokea. Parce ni kitu ambacho sikuwa natarajia sasa hii ni management. Namshukuru kwanza Daniel Kingi. Daniel wa Rehoboth. Parce ni mtu ambaye anazidi kuunga waimbaji mkono sana. Anawasupport. Ndio maana naanza sema sasa hii ndio lebo ambayo niko naingia ndani. Wow. Yani niko mwanachama. Kweli yani ngoja unajua mambo ya lebo ni mambo ambayo ni kwenda nayo pole pole. Yes, najua. Yani una confuse kwamba tayari wewe uko kwenye lebo ya kwake Daniel. Unajua ni boss wa Rehoboth Trust. Unajua sasa hii kitu ambacho kinabaki ni kufanya tu kusinye lakini mambo mengine yote yani hujafanya mkataba sasa. Hicho ndio kitu hatuja, lakini maongezi ya kila kitu kinahitajika mlebo tunafanya hivi kila kitu tumekubaliana. Lakini hatujasinye tu hapo sasa. Ni kwamba wale ambao walikuwa wanamtafuta David Wabisa kwamba saa hizi ameshachukuliwa na label fulani. Nyinyi kama Mzubao alishamchukua. Tunasikia kama alishakuwa na label. So mimi nilikuwa sijui nilikuja kufanya mahojiano. Labda unajua kuongea na msanii unajua vitu vingi ambavyo ulikuwa hujui kutoka kwa msanii. Ndio maana naambia nyinyi inabidi mwe kwenye karibu na nini? Nice TV zetu. Wewe kwa na subscribe, share na comment ili ukuwe unafanya nini upate notification ya kwanza. Kila kipindi utakuwa unakipata kinakufikia mapema. So bado tunaendelea na kipindi chetu bro. Nasema kwamba nyimbo yako ya upendo ni video ndio ilikuwa inakusumbua. Sawa, pesa ilikuwa ni mdogo sana. Lakini nimekuja kuona kwamba ulikuja kuitoa. Hebu tuambie pesa yako toa ile video sasa ulitoa wapi? Ulikuwa hujakuwa na manager usinidanganye. Unajua tuko waimbaji na tunaombea katika tunashiriki katika makanisa. Kuna wale watu wanatuunga mkono, wanatusupport, wanasema kijana acha tufanye kitu fulani. Tufanye donc unakutana tutalipa shooting itakuwa ni unakutana ni watu tu wanajitoa. Lakini sio wa manager hapana. Ni watu wanatafuta kanisani ndio wanajitoa kama vile kutoa sadaka mimi nitoa hichi nitafanya hichi. Na vingine unakutana ndio kusupport kwa video yako ile. Na vingine sio wote tu na nyingine ilikuwa ni mimi peke sasa. Peke yako. Unajua video inahitajika vitu vingi sana. Kweli. Ndio naanza sema. That is so good. So ni kwamba walikusaidia kwa video yako mtu ambaye alikuwa kwenye kanisa. Ndio alikusaidia. Hebu ulisema ule wimbo wa pili ambao uliimba kuna wimbo ambao uliimba pale kwenye Kigazi Art Record.
wimbo wa pili. Kuna wimbo uliimba pamoja na Plata, sijui inatoka kama mapepo yanatoka nini, jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ile nyimbo kipindi mimi nilifika pale unacho kitu. Mimi nilifika pale nimesikia ile nyimbo ilikuwa nzuri sana. Kulikuwa na wengine kijana simtaji jina na muhifadhi. Alifika pale. So sasa ule wimbo unafikia wapi? Probably ule wimbo ulifika kama labda utakuwa trendy sana alafu uta hit. Sijui kama kitu gani kinafanya ule wimbo watu wasiusikie. Ule wimbo kwa jina la Yesu. Ile wimbo ni wimbo mzuri sana. Ni wimbo ambao sasa hii tuko tunaongea na King Plata na kuna kijana ambaye tulitumika naye. Tunamhifadhi tu jina. Yule kijana noma. Okay. Ndio mnaongea sasa. Tuko tunaongea kuhusu tuangalie tutafanya video yayo ya ule wimbo. Hebu inspiration ile wimbo nani aliuleta? Tulikuwa tuko watu watatu lakini aliyoleta hiyo idea ni David Wabisa. Wewe hapa uko wapi? Kisha King Plata na yeye akaleta idea na ule kijana tunamhifadhi naye akaleta idea. Hatutamsema. Jamaa anaogopa kumsema maana inaonekana kijana ni mkali. Nikimsema mimi mwenyewe nimefika pale usiku unaona nimesikia wimbo nikasikia wimbo umeona wimbo. Sasa cha kushangaza kijana inaweza kuwa bwana nikaokoka. Naweza mbona niokoke wimbo. Okay, so David Wabisa hapa nyuma nimekuwa kama vile miezi 5 napita. Ulikuwa na uhusiano sana na mwanadada ambaye ni mwimbaji mzuri sana ambaye anaitwa Nshansha. Hebu tuambie karibuni ulikuwa ni ukaribu aina gani? Kulikuwa kitu hapo? Naweza sema sema. Tumekuwa kitu hapo kiweke wazi sasa. Wakati muda uliopita kitambo. Tunazoea hivi vitu ni vitu vya watu ambao wanafanya maprofile sio tu ambao wanaimba nyimbo za Mungu. Yes. So wewe ilikuwaje sasa? Kulikuwa kitu lakini naweza sema sahi hakuna. Unajua kuna baadhi ya gisi tuko katika hii career yetu ya muziki. Kuna mambo ambayo yanaturuhusu kuacha ili tufike mahali fulani. Sasa kuna mambo tumeacha juu tuendeleshe huduma ya Mungu kwanza mbele. That is so good. Yeah. Lakini sasa hizo unampenzi najua hicho kitu kwa sababu wewe mguruguru. Wewe mimi nakufahamu sana unaona. Zamani na tulikuwa babangu alikuwa pastor, mama nakumbuka maremba babako Mungu amlaze mahali pema nini. Naona sasa tumekomalia katika dini ya Kikristo sana. Unajua kama kitu kimoja tunakuja kwenye nyimbo yako ambayo sasa hivi ulifanya umetoa video. Inaitwa ametenda wema. Yes. Kama sijasahau ndivyo. Anatenda. Yeah. Sio hivyo. So hii wimbo ulifanyiziwa kwa studio ambayo ya kurekodi audios. Yeah. Ulifanya sehemu gani? Audio nimetumika Kigazi. Nakumbuka kitambo. Nimekuwa nimetumika. Wimbo ulikuwa umeshautoa. Yeah, nimekuwa nimeutumika lakini ni wimbo ambao donc unajua kila kitu hautatumikisha tu sentima zako labda na Roho Mtakatifu kuongoze uachilie. Zimesha Kikristo. Nilikuwa na nyimbo karibu ni 4-5. Na ile nyimbo ilibaki tu kama nilikuwa naiachia tu ndani mu studio. Ndani studio tu je. Na wengi wakota waijui lakini so nikaitumika pale. Ni nyimbo ambayo imetumika na producer wengi sana. Kweli. Nasema na producer wengi tu wamegusa wamefanya nini. Kweli. Yeah, jumana tumetumikia kwenye studio ya Kigazi at record. Yeah. Na kwa nini uliamua kusema kwamba anatenda? Kwa sababu tunajua kila siku kwamba bado anazidi kutenda. Yeah. Alafu kaita anatenda. Bado tunajua kama Mungu anatenda kila siku. Unajua kuna kitu nimetaka kuambia watu, kuhubiri watu katika nyimbo. Amekutendea kitu gani mpaka ukaandika na wimbo? Unajua kulala na kuamka tu ni muujiza. Muujiza wa Mungu. Ile ni kitu ambacho Mungu ametenda. Na ndio maana haiko kila umepata pesa ndio sema Mungu umeuza hiki ndio hapana. No, kulala tu na kuamka ile kibali tumepata ni ametenda. Ndio maana nimeandika ile wimbo unasema anatenda. Basi nitaka kuambia watu unaweza kuwa unafungwa, unaugua lakini Mungu bado anatenda hata nyuma ya 0 atatenda tu. Hata nyuma ya 0 Mungu anafanya nini? Anatenda. Wewe ambao umeshakata tamaa jua kwamba hata nyuma 0 Mungu anafanya nini? Anatenda. Wimbo ambao ulifanya ni David Wabisa unaitwa Anatenda. Kwa David Wabisa hata YouTube ukienda kuona utakuwa ulimuona. David Wabisa kule nimesikia kwenye hiyo audio kuna masauti nyingi kama vile ya kike hivi. Hebu nahitaji kufahamu unaimba peke yako au una watu wengine ambao wanakusaidia kwa kuimba? Kwa sababu ni kama vile backing zipo kama vile za kike hivi. Sijui kama labda inaweza kuwa ni timu yako au inaweza kuwa ni nini. Unajua ninaimba peke yangu ila hata Biblia inasema unajua kila siku napenda kugusia katika Biblia kwa sababu kushirikiana kwa ndugu kunatia moyo. Ninatumika na watu wengine tu wa dada wananisaidia. Wadada zangu wa kifamilia wengine tu kama hii wimbo wanatenda. Nilitumika
studio na mdada anaitwa Clara ya ndo tulitumika naye hapo, ametia sauti. Unaona, yani situmiki peke yangu, tunatumika na wengine wanasaidia. Na alishiriki kwa kufanya video ni nani? Alitumika video ni Mika Olson. Ya ndio alitumika video yangu. Anatenda. Yeah. Hebu I need to know changamoto gani ambayo wewe mara nyingi unaipata kipindi unapokuwa una record wimbo studio? Changamoto gani ambayo unakuwa unaipata? Changamoto ziko mingi sana. Unajua katika kazi ya Mungu tu hiyo pekee kusaki changamoto. Unajua kuna watu wanaanza kutoa nyimbo, unasikia watu wanakuambia haita hiti, mbovu nyimbo, wanakuambia maneno, wanakushusha tamaa. Yes. Sasa changamoto ziko mingi sana. Na kitu nakuwa nashukuru Mungu kuona wanavyokuambia ile maneno, na kuwa naikala chini na mwambia Mungu hakuna kinachokushinda wewe. Wale wanasema kinajua Mungu uko unatenda. Yes. Kwenye video ya anatenda, tuambie kitu gani ambacho kilikusumbua sana mpaka kufanya kama vile unataka kukata tamaa lakini ukasonga mbele? Kitu ambacho kimetaka kunisumbua katika video, location imenisumbua. Unajua ukiangalia video bien, nimeshaiona. Unajua kuna mambo fulani tumetumikia smoke machine, drone. Nimeona vitu vingi sana. Sasa unakutana unaongea na mtu kusema kupatie tu drone. Ni pesa, unajua smoke machine wanakuambia ifo tukue matala mingi hapa. Donc unaona ni vitu ambavyo vinahitajika pesa. Ni vitu ambavyo vimenivunja moyo kusema nitumike hiyo video, lakini nimemwomba Mungu, nikamwambia kazi si yangu, kazi ni yako Baba, ni wewe kutajitukuza. Kazi si yangu, kazi ni ya kwako Mungu. Na sisi tu hata na wewe kwenye ulipo pote mwambie kwamba tatizo sio ya kwako, tatizo ni ya Mungu. Vita sio ya kwako, vita ni ya Mungu, anapigana. Acha Mungu mwenyewe afanye nini? Hapigani peke yake. Hebu tuambie budget ambayo utumikisha kwenye video yako. Pesa aina gani utumikisha video yako yote? Kama sio siri. Kama si siri, unajua hii nyimbo imenikula pesa tu, kwa sababu mimi nitakuja kuomba pepa kule kwako, nitakuja nikuombe pepa tutizame kama unadanganya. Haina shida. Nichukue pesa. Hapo vyote tuko tunasema tuliingia mu 500,000, 500,000. Hapo sasa kuna mambo mengine unakutana tutakula, unakutana piko déplacement, unakutana kuna fasi tunahitajika tuende na mainstrument. Umeona kwenye video pia inahitajika fasi tutumikishe hizo mainstrument. Kuna fasi tunahitajika tuende, unaona maki vitu vingi. Hiyo ni 500,000 tunatakisa. Kuna mambo mengi yamehitajika, kukulisha waimbaji, kuwavalisha wapodoe, mambo ya hivyo ya kitu yani. Yes. Nimeona kwamba umeshakuwa tajiri bro. Umeshakuwa na gari. Nile mama, kwa sababu unakuja kufanya mission uje mshtue MB boy. Uje mshtue MB boy promote na gari ni tushtuki nini au ni hapo? Hayo sio mambo ya kuongea, unajua. Tuweke wazi. Sasa kwa sababu hapana, unajua wewe umekuja umepaki gari pale nje ya ofisi yako, umepaki gari. Kupaki gari ni kawaida, Watu wake siri kama umeshanunua, kwa sababu hapana, unajua kila kitu sio mpaka uende mtandaoni nimenunua gari, nimenunua duka, nimefanya nini. Maana hiyo hatuko tunajitangaza. Yani unaweza kuta nimeazima gari. Hayo jamaa na gari amenunua gari, kama naweza kuwa nimeazima gari. Kama tako sipo jamaa amenunua gari jamaa. David, kwenye Maranatha kwamba wewe ni mwimbaji tu au unapiga kinanda vile kwenye kanisa lako la Maranatha? Kwenye kanisa la Maranatha sasa hivi ninapiga kinanda, lakini sasa hivi kuna wengine wadogo na wafundisha muziki ndio wanakuwa wanatumika. Mimi sasa naweza sema ninahubiri tu evangelisation na naimba kwa vijana au kanisani tu. Walisha kubariki wewe upasta? Waje nibariki upasta. Unajua unaweza kuwa kupasta mimi Mungu akujui kweli, lakini unaweza kuwa mtu wewe hujabarikiwa Mungu anakujua. Aiombi wewe pastor, aombe wewe nani, mimi tunafaa tu kazi ya Mungu. Yes. Ulishafanya concert nyingi kama sijasahau, ulishafanya concert nyingi pale kanisani kwenu nini? Hebu tuambie, lakini sijai kuona una invite msanii mkubwa ambaye anafanya magospel hapa Burundi, kama vile kama vile Gabi, kama vile Fortran, kama nini. Hebu ni kwa nini hutaki kuwa invite kwenye concert zako? Unajua nishafanya event mingi na kuna event nimefanya hapo mwaka unaisha. Nimefanya hiyo event, nimekuwa nimemwalika msanii hapa Burundi wa gospel, Prince Tuombe. Na hivi sasa niko na prepare, amefika na alikuwa mambo mazuri. Na sasa niko na prepare event, kuna msanii lakini ngali kisiri. Bado unamhifadhi? Tunamhifadhi basi. Ninaandaa launchment yangu ya album. Sasa na huyo msanii lazima soon. Yani msanii wa Uganda, lakini tunazidi kuongea wa gospel
tunazidi kuzungumza nice. Donc ni surprise tu watamuona soon. Yani you mean kwamba for now una prepare kama vile event ya albamu yangu ya. Albamu itachukua kama vile nyimbo ngapi? Albamu yangu ni nyimbo 8. Ya parce que kuna nyimbo zingine kwa studio ningali natengeneza. Ulishipatia jina albamu yako? Ya tayari. Itaitwaje? Donc ni Bwana Ndiye. Bwana Ndiye. Yes. Ndio albamu yangu, yes. Kila kitu umeshakiandaa? Kila kitu nimeandaa. Sehemu itakuwa wapi? Sehemu nitafanyia katika kanisa letu la Maranatha. Donc tariki na kiingilio. Hiyo yote sijaandaa. Bado ndo. Donc tuna management itapanga hicho kitu. Lakini ni sasa tuko tunapanga ninataka kulancer hiyo album. Nataka tutakuja kuambia sasa watu sehemu vizuri na tariki vizuri. That is so good. Yes. Utakuja kuambia watu tariki vizuri na sehemu. Hebu kufanya album. Hebu unategemea kitu gani? Unategemea kupata pesa au ni kufanya kama vile wengine wanavyofanyaga eti tunatangaza injili ya Bwana, Mungu atatulipa peke yake? Tunatangaza injili ya Bwana lakini na hata roho na akili vimtumikie Mungu. Sio tu kutangaza ujifanye wewe ni mwema sana, mtakatifu au jawali mwa juu. Tunaokoka lakini unajua hapana kufanya ile kitu. Kuna watu wanafanya kazi tunasubiri tu no. Unajua hii kazi tunaifanya inaomba pesa nyingi. Sasa hii nilikuwa nimeandika budget ya event yangu nimefanya mwaka hapa. Imenikula 1,200,000. Mbona kama vile ungali chini wengine unafanya hiyo sasa ni mimi peke yangu. Hiyo imenijua, hakuna mtu ananisaidia, hakuna mtu. Unajua 1,200,000 una code sono complet unafanya nini watu donc 1,200,000 hapo ni mimi peke yangu. Sasa hii niko naandaa hii event niko naandaa hapa. Inaomba vitu vingi sana. Sasa na tubidi sasa na watu watusupport wa support. Inabidi watu wa support. Yes. Okay, so kwenye video hii kuna mtu ambaye nilimwona kama vile Raul kwa video kwa anatenda. Yule kijana mnao karibu naye aina gani? Raul ni mtu wangu sana wa karibu. Ni mtu wangu wa karibu, ni mtu ambaye tunaweza sema tumekomaa naye, tumesoma naye. Sasa unajua katika kazi hizi siwezi nikamwacha, lazima ni mtu anakuwa ananishika sana mkono. Kweli. Sifa moja ambayo wewe unayo ambao waimbaji wengine wa gospel hawana nayo Burundi. Sifa moja ambayo kila mtu anasema kwamba anaikwambia, unaona kwamba wengine magospel hawana nayo Burundi. Unajua kwa sababu mimi ukiniuliza sifa yangu ambayo nayo ambao watangazaji wengine mimi nitakwambia sifa yangu mimi mwenyewe naifahamu, labda wengine hawana. Ukitazama kule wengine hawana, na wewe kama vile msanii hicho kitu sisi kwa gospel hizo sifa tukwagi nazo parce sisi tunatangaza tu injili ya Bwana. Hatuna ile mambo ya sifa ya nini, hapana. Mambo ya sifa nini? Hiyo maana sifa ni za Bwana tu. Kweli. Sifa ni za Bwana. Yaani watu ulimwengu wana sifa. Donc utukufu ni wa Bwana, sifa ni za Bwana. Juu Mungu ndo anapenda masifa. Naambia watu hata kanisani Mungu anapenda vitu vya masifa. Donc ukumrudishia sifa. Sasa sisi watu hapa hatustahili kuwa na mambo ya masifa. Sifa gani naanza ona mimi tukiingia katika hali ya kimwili ndo. Kimwili kutoka kiroho, kimwili. Kimwili hapo naweza nikasema kuna wengine waimbaji wanakuwa unaona mimi najitumikiaga peke yangu nyimbo, najipigia muziki nafanya peke yangu. Sasa hicho kitu waimbaji wengi wanaonaga ndio hiyo sifa sasa ndio unaanza sema tu wanaonaga kuna mambo mengi nafanyaje, donc najitumikia peke yangu kazi yote. Kweli. Ni kitu ambacho ninakuwa nakijitapia sana na kijivunia, maana ni karama ambayo Mungu amenipea. That is so good. Hebu tuambie nyimbo yako na hisi kwamba ukifanya lancement. Sidhani kama ulifanyia lancement. Kwa nini watu wengi wa magospel mnashindwa kufanya lancement official? Wakati lancement official kuna mchango mkubwa unachangia kwenye maisha ya kiuimbaji. Unajua lancement lazima tutaifanya parce que nimeachilia hii video sababu kuna zingine video niko naandaa just kwa lancement pia na hii anatenda, lakini hii nimeachilia kwanza kutangaza kwanza David wajue ni nani, David anatumika nini, anafanya nini, ndio maana nimeachilia kwanza hiyo. Kweli. Hivi mamako unahisi kwamba hana furaha gani kuona gisi wewe unavyoendelea kwenye kazi zako za uimbaji? Unajua mzazi kila siku anapenda kinamfurahisha sana. Kweli. Hebu mwambie mama kitu kimoja ambacho kitampatia mpaka nguvu abaki na kusupport. Unajua kwenye kamera
unaweza kumwambia mzazi na ninaweza nikamwambia hebu mwambie mama. Acha tumwambie mama. Unamwambia mama basi unajua sasa mwambie mama tunamshukuru sana kwa kutuzaa, unaona? Na maana angetuzaa tungefikia hapa mahali tulipo sasa hivi. Naanza mwambia nampenda sana, nampenda. Ni neno ambayo iko ngumu sana kuambia mtu, lakini naambia nampenda. Sio kusema nampenda kukia ndani ya roho. Si unamwambia pale basi unamwambia. Yes, namwambia pale nampenda sana. Nampenda mama wako. Mama umesikia mama Wabisi eti nakupenda. Yes. David nakupenda sana. So David una channel YouTube ya kwako. Yeah. Sawa, na channel YouTube ya kwako ina kama vile watu kama wakiwa wengi sana, kama ni sijui kama ni 50, sijui kama ni channel yangu unajua nimeona kama channel yako, lakini kwa nini channel yako mara nyingi upendi kuitumia? Kwa sababu unaona kama una nyimbo nyingi lakini hazipo kwenye channel yako. Unajua hapo sasa nitaongelea nimefanya kitu cha waoneshi wa abone wangu. Walikuwa waliwazima. Nimewazima kidogo. Lakini wako wengi. Wako wengi sana. Wako wengi, nimetaka kuzima kwanza. Lakini nikiangalia hii wimbo wangu mali iko nafika saa hii. Mungu apewe sifa. Lakini waabone nimewaficha pembeni kwanza hapo. Umewaficha kwa sababu gani unaficha? Kuna siri gani ambayo unaifanya? Unajua kuna mtu ambaye anataka kupatia jeme selon kuonekana na watu uko nao. Unajua kama nakumbuka kitambo mwezi uliopita nilikuwa na watu ilikuwa ni watu 550 hapa ambao walikuwa wanakufuatilia. Yeah. Hata lakini nikaongea na mtu ambaye tulikuwa tunatumika naye, akanambia inabidi kuchika wa abone. Ajili kazi tena isonge mbele, watu wazidi wanatia kwanza afu tena mwisho tena mtoto wafungua. Unafungua utakuja kutana wameshajaa. Hii ndio tactic ambayo mlitumia. Yes, ndio tactic. Unahisi kwamba hiyo tactic itakufikisha sehemu popote? Yeah, tena mbali sana naamini hivyo. Kweli? Yeah. Hebu mimi nikushukuru sana kwa sababu uliweza kuitika wito wangu. Yeah, nashukuru sana. Na sijui kama tutegemee lini tena wimbo mwingine ambao utakuja kuliko anatenda. Kuna wimbo ambao niko naachia sasa hii inaitwa Bwana amenichekesha. Bwana amekuchekesha. Hiyo wimbo ndio niko naiachilia soon. Unasikia wewe pekee unacheka tu, Bwana amenichekesha. Nacheka. Mimi Bwana amenichekesha hapa, unajua Bwana ananichekesha. Hiyo ni wimbo ambao niko naachilia soon hapa tu karibu. Ni nyimbo nimeandika nikikumbuka Mungu aliponitoa, donc hapa kwenye nafikia leo. Ni makuu ya Mungu tu. Ni wimbo ambao niko naachilia. Nimeshaandika na sasa yuko kwa studio. Kwa studio. Kwa chini ya mkono nani tena? Sasa hii niko natumika na producer lakini ngali kisiri kidogo. Asuna msema basi kumsema producer wenda na mtangazia biashara, kuna labda unajua wewe unajua kitu kimoja, hii ni biashara, unajua tutafanya kitu, kuna mtu ambaye yuko nakutizama na nakusikiliza, labda utamletea producer mteja ujue afu unakata kumtaja. Unajua sasa hii mtu unamwachia kitu chako na kiacha wazi. Ninachitumikia wimbo zangu, lakini wimbo wangu kuna wa producer wengi wanagusaga. Nakuta niko na wa producer wangu wawili ambao wako nagusa hiyo wimbo. Bwana amenichekesha, umoja na nani Masauti tu na mix. Hebu umefanya kwa style gani? Zuke, kizomba, afro pop au nini? Style gani? Kizomba, ni kizomba. Kizomba, mambo ya kujiachia kujiachia tu kadogo unajua kitu gani? Nilikuwa pamoja na David Wabisa, mwimba gospel mzuri sana. For now nyimbo yake na trend inaitwa Anatenda. Unajua ni wimbo mzuri ambao anakuambia kwamba Bwana anatenda. Wewe ambaye bado unakata tamaa, usikati tamaa hata nyuma ya sufuri nini. Mungu anafanya miracle, anatenda kila kitu nini. Unajua kitu gani? So acha nikushukuru sana. Hebu tuambie neno moja kwenye Ami Show TV yetu, waambie kwamba wasikose kusubscribe na kushare na comment channel yetu. Cha kwanza ninashukuru Ami Show TV. Mungu awabariki na awafikishe donc sema baba tunapotaka sisi tupige hatua. Sitaki muishi hapa Burundi, nataka nianze kuona mataifa na mataifa wakiwatizama. Sisi watufuatilia Canada kote, friends watufuatilia. Yes. Hebu ambie wasikose kusubscribe na kushare na comment. Wasikose kabisa. Maana hii kazi mnaifanya ni kazi nzuri sana. Nashukuru na pia mtangazaji wangu. Nini mnani? Mtangazaji wangu. Hebu rudi kusema. Ninashukuru sana mtangazaji wangu. Hapo wewe umesema mtangazaji. Unajua Swahili ngumu. Mimi unajua hapa kwenye kamera unapokuwa unaongea unanikumbusha kama jambo moja juzi hapo na mhifadhi juu na alisema mambo ya ajabu. Kwenye kamera unapokuwa unaongea lazima ulimi wako uzungusha. Hata kusema mtangazaji jamaa na shida. Mtangazaji. Unajua tunashukuru sana. Na unakumbuka na wewe pia uko
mwimbaji. Wewe ni mwimbaji mkali usione. Ndio maana nimesema ni mtu tumetumika pamoja nyimbo. Na hiyo wimbo nimesema nimekuhifadhi. Wataelewa nyuma. Kweli. Hebu unamwambia nini bosi wako ambaye alikuchukua saizi kwenye kukuweka kwenye management kama ulishasema wewe? Pia namshukuru sana. King Daniel. Namshukuru sana manager parce que kazi anayoifanya si kila mtu anaweza, lakini Mungu ambariki na azidi kumbariki pesa zaidi, parce que kazi bila pesa ndugu yangu hutaweza. Lakini kila kitu pesa ndio inafanya hapa. Mungu ambariki, mbariki na mzidishie, parce que anatuunga mkono na support sana. Na kwa kanisa lako la Maranatha unawaambiaje? Kanisa la Maranatha na unawashukuru sana, ni watu wananishika mkono sana, wanazidi kuniombea. Yaani huduma yangu siku na mchana unazidi. Watu watatu kwenye kanisa ambao unawashukuru sana, wataji na majina. Cha kwanza kuna watu watatu nadhani nikashukuru. Wa kwanza ni mamangu mzazi, mama wa Bisa. Namshukuru sana parce que mtu ananisupport. Kuna wengine waombe katika kanisa letu, anaitwa Mfise na Freddy ni mapacha. Ni watu wananisupport sana au vijana. Mwingine mmoja naweza sema ananisaidia sana. Unajua kuna watu wanakuwa wanakuunga mkono wanasema. Namshukuru sana mwimbaji anaitwa Prince Tuombe. Ni mtu ambaye ananishika mkono kwa ananishauri katika huduma, yeye ananishauri sana na ananiambia hudumu katika mambo. Naona ni watu walitutangulia. Ninamshukuru sana hebu wapepee watu ameshoti bye chao. So niko pamoja na MB Promoter kwenye microphone, kwenye kamera ni yule sisi da Silva mnyama wangu nini. Mimi nasema kwamba nashukuru, tutazidi Mungu akipenda. Tunasemaga ni chao.